أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. الحديث. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, inshallah tachukua fursa hii ama nafasi hii kwa ajili ya kukumbushana mingi yanayofungamana na dini yetu insha Allahu Ta'ala. Ama kwa hakika tuko katika mwisho wa mwezi huu wa Shaaban. Tumebakisha siku 2-3 kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hadithi niliyotanguliza ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anatufafanulia na anatuwekea wazi kuhusu mwezi ambao kwamba umetukabili, ambao kwamba uko mbele yetu. Tumebakisha masiku machache na kuingiliwa na mwezi kama huo. Tutajitayarisha vipi? Tuwe vipi? Ni mwezi gani? Una cheo gani na daraja gani? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ayuhan nas, nyinyi watu, qad adhallakum shahrun adhim, umetukabili, umetuelekea au umetukaribia mwezi ambao kwamba ni mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuashiria ya kwamba tuwe na pupa, tuwe na kukimbilia, tuwe wenye kukaribisha kwa wema mwezi huu ambao kwamba uko mbele yetu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shahrun adhimun, mjue ya kwamba huu mwezi ambao kwamba umekurubia, mwezi ambao kwamba uko mbele yenu ni mwezi mkubwa sana. Kuna miezi mingi, miezi 12, lakini mwezi mkubwa katika miezi yote ni mwezi huu wa Ramadhan, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shahrun adhim, huu ni mwezi mkubwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mubarakun, huu ni mwezi wenye baraka nyingi, ni mwezi wenye baraka tele ambao kwamba ziko ndani yake. Na naam, katika mwezi wa Ramadhan kuna baraka nyingi sana, kuna neema nyingi sana, kwa sababu albaraka ni nini? Ni aziada wa nama, yani kitu kuzidi kile kitu kidogo, Mwenyezi Mungu kutia baraka kwa kingi sana. Kwa hivyo ni mwezi kwanza ni mkubwa, Mtume anasema. Ya pili ni mwezi ambao kwamba una baraka nyingi sana ndani yake. Kisha Mtume akasema, shahrun fihi laylatun khairun min 1000 shahri, na kwamba huo mwezi kuna usiku ambao kwamba ni mmoja. Usiku kama huo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Miezi 1000, miezi 1000 takriban ni miaka 80, na kuonyesha kwamba Mtume anatuhimiza na kushikamana na usiku ya miezi huu mtukufu wa Ramadhan, angalau na kuamka na kujitayarisha hata kama ni masaa kidogo kwa ajili ya kufanya ibada. Ndio hapa iliyopendelewa ni Lailatul Qadri, na Lailatul Qadri Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba iko 10 la mwisho. Lakini kwa nini mimi na wewe hatujitolei angalau kwa mwezi mmoja na kupanga time na kupanga fursa angalau kuswali hata rak'ataini katika usiku wa Ramadhan? Panga
ile time ambayo kwamba kabla ya kula suhur, inuka swali rakaa 2. Hasa huenda ya kwamba katika mwezi mzima kapata si usiku kama huu ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Shahrun ja'ala Allahu siyamahu faridha, Mtume anasema kwamba ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia funga yake, somo yake ni faradhi. Hakuna khiari, hakuna kuchagua, hakuna kutaka na kutotaka, bali kufunga mwezi wa Ramadhan ni faradhi. Kisha Mtume akasema wa qiyama laylihi tatawwan, na kusimama usiku wake wa mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni sunna. Yani tupange kwamba mimi nimepanga kufanya sunna katika mwezi huu wa Ramadhan, kila usiku angalau kuswali swala za sunna. Kisha Mtume akasema waman taqarraba fihi bi khaslatin, mtu yoyote atakayejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kufanya jema lolote, kufanya zuri lolote, kufanya la kheri lolote katika mwezi wa Ramadhani, kana kaman adda faridhatan fima siwahu, Mwenyezi Mungu anakuhisabia ni kama uliofanya faradhi katika miezi mingine. Yani ukafanya zuri lolote, jema lolote, angalia fadhila yake, huwa haiandikwi ni sunna, lakini Mwenyezi Mungu anaandika ni kama mtu aliyefanya faradhi katika miezi mingine. Fanya kheri yoyote ile unaweza, fanya jema lolote lile unaweza, hata kuondosha mawe tu katika njia hii ni sadaka, lakini inahesabiwa kama faradhi katika mwezi mwingine. Kumwambia mwenzako pia kilima kizuri pia ni jambo la kheri, inahesabiwa kama ni faradhi katika miezi mingine kulingamana na utukufu wa mwezi kama huu. Kisha Mtume akasema waman adda faridhatan fihi kana kaman adda 70 faridha, na mtu yoyote atakayefanya la faradhi lile linaojulikana la faradhi, basi Mwenyezi Mungu anamuandikia mtu kama yule ni kama mtu aliyetekeleza na akafanya faradhi 70. Faradhi 70, yani ukaenda ukaswali dhuhuri moja ya faradhi, Mwenyezi Mungu anakuhesabia ni kama uloswali dhuhuri 70. Kaif, ikiwa utawahi swala zote za jamaa kwa taimu yake, kisha uhesabu kila faradhi moja ni 70. Je, ni mavuno mangapi mtu ambao kwamba atakao ameyapata? Ni faida ngapi ambavyo kwamba atakao amezipata? Lakini na kinyume chake, ikiwa wewe hukuwahi swala ya faradhi mathalan kwa jamaa, angalia ni faradhi ngapi ama ni thawabu ngapi ambao kwamba umezipoteza, na vile vile hazipatikani katika miezi mingine. Kwa hivyo ni vizuri ama ni vyema angalau mtu kujitahidi vovote vile itakavyokuwa, kwa namna yoyote atakaoweza, angalau awahi uswali swala za faradhi kwa wakati wake, ili apate neema ama ili apate fursa ambayo kwamba zipo katika mwezi huu wa Ramadhani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa huwa shahru sabri wasabru thawabuhu aljanna, mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi wa kusubiri, wasabru thawabuhu aljanna, na mtu yoyote mwenye kusubiri basi malipo yake si mengine bali ni pepo. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka tuwe na subra, tuwe ni wenye kuvumilia. Subra, uwe na subra katika kuamka usiku, uwe na subra katika kukimbilia kuswali sala za faradhi, uwe na sunna katika kuchuma chumo la halali, uwe na subra katika kufanya ugomvi wowote, jambo lolote ambalo kwamba halimridhi ama halimfurahishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kitu kikubwa ambacho kwamba chatakikana mtu kujiandaa nacho kabla ya mwezi huu wa Ramadhani kuingia ni kurekebisha nia, ni kutengeneza nia ya kwamba mimi mwezi huu wa Ramadhani nia yangu ni kufanya nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia nia bila ya kuangalia matendo. Tutengeneze nia mzuri, tutie nia ya kutubia katika mwezi wa Ramadhani,
tutie nia ya kufanya khitma nyingi katika mwezi wa Ramadhan, tutie nia katika kusaidia katika mwezi wa Ramadhan, tutie nia kila jambo zuri, yani Mwenyezi Mungu atupatie uwezo na nguvu katika kufanya mema katika mwezi wa Ramadhan. Lakini pia tusisahau ya kwamba tutie nia ya toba katika mwezi huu wa Ramadhani, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusahau. Kwa hivyo ni mwezi ambao kwamba umekusanya kheri nyingi, ni mwezi ambao kwamba umekusanya neema nyingi. Cha zaidi ni kujiandaa na kuupokea mwezi huu na kujitolea na mtu na kujipinda katika kufanya ibada, kwa sababu ukipita hujui ya kwamba kama utapata mwingine. Yenyewe hizi zimebaki siku 2-3, lakini pia mimi na wewe hatuna hakika kama Mwenyezi Mungu atatufikisha, lakini tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake na neema zake atufikishe kwa salama, atufikishe na siha kamili, atufikishe na nguvu, na atupatie uwezo katika kushikamana na ibada na kila lile ambalo kama linamridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atufikie na tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Mwenyezi Mungu awasamehe wale waliotangulia mbele za haki ambao kwamba hawakujaliwa, hawakufikiwa kupata mwezi kama huu, na mimi na wewe ambao kwamba tuko hai, Mwenyezi Mungu atufikishe na salama. Wa ila huna antahi wa aqulu assalamu alaykum wa la